Jida, kwa upande wangu sijamtambua kijana tunayemtafuta hapa. Vipi wewe? Hata mimi pia sijafanikiwa kumtambua huyu kijana. Ila kinachotakiwa twende kwa yule mjumbe wetu Ukanza, tukamweleza hichi kinachoendelea. Huenda akatusaidia kumpata huyu kijana. Nilikuwa nachokisema Jida. Tunaweza tukaenda. Hivi hichi kijiji chetu kwa sasa kinaelekea wapi? Maana kila kukicha matatizo juu ya matatizo hayaishi, na huyu Sapna atakuwa amepotelea wapi? Kwa maana nimehangaika muda mrefu sana nikimtafuta, lakini sijafanikiwa kumpata. Nifanye nini mimi ili niweze kuokoa kijiji changu? Kwa maana yule Sapna ndo inaonekana alikuwa msaada kwangu ili kuokoa kijiji changu pamoja na wanakijiji kwa ujumla, lakini kwa sasa simuoni. Atakuwa ameelekea wapi? Ama amerudi kwa ujinini? Itabidi nielekee nyumbani kwa sasa ili nikajue hali ya mzee wangu anaendeleaje, kisha nitaendelea kumtafuta Sapna. Mimi mtukufu wangu, vijana wote tumeshawakamata na tumewachunguza, ila hakuna alama inayoonyesha ishara kwa yule kijana tunayemtafuta yupo hapa kijijini. Hapo ndo naanza kuamini maneno ya Sapna. Kwa yule kijana tunayemtafuta hapa kijijini hayupo. Labda tukajaribu kumtafuta vijiji vingine. Hapana Jida, mfalme wetu ujinini ana akili na ana uwezo pia. Kingine ana uhakika, na ndio maana akatuagiza kwenye hiki kijiji. Asingekuwa na uhakika angetuagiza kwenye vijiji vingine, ila kwa sababu ana uhakika na ndio maana akatuagiza kwenye kijiji hiki. Ninavyoona mimi, turudi tena pale pale tukaangalie vizuri kati ya wale vijana, labda tunaweza tukampata. Hicho kitu hakiwezekani mimi mtukufu wangu, kwa sababu kama mara ya kwanza tumeshamtafuta na tujamuona, hivyo tukirudi mara ya pili na tusipomuona tena itakuwa ni dharau na kujidhalilisha. Hivyo basi inabidi twende kwa iwe mjumbe wetu Ukanza tukajaribu kumshirikisha hili jambo, huenda akatusaidia kwa sababu yeye ana nguvu kutuzidi sisi. Ndio maana kukubaliki sana Jida katika kazi hizi. Sawa, tunaweza tukaenda. Ububu naye kachaondoka. Sasa hao watanipa matatizo kweli. Mimi nasema sasa watasema, alafu mtumishi wa Mungu hana maana, anakaa na watoto wa watu. Mimi bwana, hapana. Mimi tena hajavaa hata viatu. Miguu si hii katoka kweli, miguu hii si miguu. Hii itakuwaje hii? Kijiji chenyewe kimeharibika. Matatizo chungu zima kila ukicha. Sasa wanataka kunipa matatizo alafu nionekane mtumishi wa Mungu. Yaani hana maana yoyote kukaa na watoto. Wakirudi nikiwapata huko na wafuata, nikiwapata bora waondoke tu niwarudishe kwao. Hii hapana, wananiletea matatizo mimi hawa. Sasa yupo wapi? Sasa hata kama atakuwa ukimwita asikii. Sasa kusema asemi, hawa nawarudisha. Nikiwapata tunarudisha. Hasa huyu kidagaa huyu. Huyu ndio aloleta matatizo yote huyu kidagaa. Ananiletea mtu kusema asemi bubu nini. Alafu analeta matatizo makubwa. Wanatoroka kama hivi, miguu hii katoroka, kaondoka na hii nyayo hizi. Hapana. Ngoja nimfuate huko. Na wale wao nikiwaona
mimi nawarudisha kwao. Vipi Smart? Mbona unaonekana una haraka sana? Alafu kwa maendeleo ya hichi kijiji kilivyokuwa kibaya kwa sasa, inaonekana hapo ulipotoka kuna matatizo yamekukuta. Ni matatizo gani hayo? Au yanafanana kama ya kwangu? Kwa maana kuna mdada alitaka nisaidie na nimerudi naye hadi pale nyumbani, ila baada ya kufika pale nyumbani kichwa kilimuuma sana. Baada hapo akapotea. Hivi hapa naenda kumtafuta hapa. Sijui ameelekea wapi. Na huyo mwanamke amevaa manguo meusi hivi. Sijui kama hujamuona huko ulipotoka. Bwana Smart, usinitanie bwana. Unajua masuala yako wewe pamoja na mdogo wako, mwisho wa siku anakuwa serious. Ina maana ni bubu. Kimeukuta nini? Majanga kwenye kijiji chetu. Majanga mengi. Na tena sio janga dogo, ni majanga mazito sana. Unamaanisha wanakijiji wamepotea? Ishakuwa shida. Sikia, turudi kijijini. Vipi wewe mjumbe? Unaendeleaje kwa sasa? Kwa maana tulikuacha kwenye hali mbaya sana. Hali yangu Swadata Swadida. Hakuna kitu chochote kinaweza kunizuru katika hichi kijiji isipokuwa ujinini tu. Taarifa. Na furaha sana. Na nina imani furaha yangu itakupa furaha nawe pia. Kwa sababu tumefanikiwa kukamata vijana wote hapa kijijini na kuna sehemu tumewahifadhi. Hivyo basi tumekuja hapa kukuomba uende kwa wachunguzi. Tuna imani unaweza kumpata yule kijana tunayemtafuta hapa kijijini. Ni kweli alichokisema Jida. Vijana tunao na tumekusanya mahali pamoja. Tumekuja hapa kukueleza uende ukachunguza wale vijana. Labda unaweza kumpata kijana tunayemhitaji. Kwa maana sisi tumeifanya hiyo kazi, tumemkosa kijana tunayemhitaji. Hivyo basi tutaendelea kujitahidi katika hii kazi mpaka pale tutakapohakikisha tumemaliza kazi hii na kuweza kurudi ujinini tukiwa na yule kijana aliyetuagiza mfalme wetu. Vizuri sana. Hiyo hapo mkifanya kazi yenu kwa ufasaha. Na tukirudi ujinini kwetu, mtakuta nimeandalia zawadi nono itakayofurahisha na kukonga mioyo yenu. Tumeelewana? Mnacheka nini? Tabasamuni. Haya. Fia.
Mimi ndio Kanza. Kanza. Meli ya Jida, meli ya ume, Chele Ojoro. Wewe akigea magoza. Chele Ojoro. Chele Ojoro. Jida! Ome! Ome! Fia! Fia! Ya nini kuhangaika hali ya kuwa hivi karibuni, endapo taendelea kuhangaika huku na kule, kifo kitakuwa kinakunyemelea? Mbona unaongea hivyo? Wewe ni nani? Cha kukusii tu, rudi nyumbani ukapumzike mzee wangu. Mimi nafuatilia wanangu, wametoweka nyumbani, kwa hiyo ndio nawafuatilia. Sasa wewe unanakataza kwamba rudi nyumbani. Wewe ni nani? Unaonekana njeuri, si ndio? Acha nikupe kadawa kadogo ka size ya umri wako.